Tunaingia katika sehemu yetu ya pili ya stori yetu Saidi. Tunaanza pale tulipoishia. Welcome. Ghafla Konda katangaza kituo na Rehema akasema shusha. Sikutaka kumwachia Rehema, nilishuka na mimi japo hakikuwa kituo changu. Nilivyoshuka Rehema ndio aliniona, alishangaa sana baada ya kuniona. Tulisalimiana na nilimuomba namba za simu Rehema. Rehema alinipatia namba zake za simu na mimi kumpatia zangu, alafu tukaachana, kila mmoja kaenda na safari zake. Usiku wa siku ile nikiwa nyumbani kwangu nilijikuta nawafikiria sana hawa wanawake wawili, Rehema na Shamila. Nilipima furaha niliyokuwa nayo kipindi nikiwa na Rehema na kipindi nikiwa na Shamila. Nilipokuwa na Rehema nilikuwa na furaha sana. Mbali ya kuwa na furaha nilikuwa najisikia ukuu ndani yangu kwa sababu Rehema alikuwa ananiheshimu sana na huyu binti. Na kuninyenyekea na kunithamini sana kiasi kwamba hata nikirudi nyumbani nikiwa na mawazo yote yatatoka kwa sababu alikuwa na kauli nzuri sana mdomoni kwake. Kwa upande wa Shamila nilikuwa na furaha pale mwanzoni tu, lakini kwa sasa hivi nipo kwa Shamila kama kikaragosi chake. Na leo kanaambia ukweli kabisa kuwa ananifanyia hayo yote ili kunipima kama nafaa kuwezeshwa kwenye maisha. Kwa hiyo kumbe lengo lake lilikuwa ni kunipa nafuu ya maisha, ila kwa sharti la kunipelekesha kama kijakazi wake. Japo yeye nilimpenda sana kuliko Rehema, lakini Rehema ana sifa zote za kuwa mke wangu, ila sio Shamira. Nikimwoa Shamira nitakuwa nimeoa bomu ambalo muda wowote na saa yoyote linaweza kunilipukia na kufa hapo hapo. Pointi kaangukia kwa Rehema kuwa nitamuoa yeye, lakini swali je, atakuwa bado hajaolewa na bado hana mahusiano yake na mtu mwingine? Niliumia baada ya kuwaza hivyo na nikaomba Mungu awe bado hajaolewa na hana mahusiano na mwanaume yeyote yule. Kulivyokucha asubuhi nilimpigia simu Rehema na yeye akapokea chapu na nikamwambia kuwa nina maongezi na yeye. Akanambia sawa, tukaelewana tukutane muda wa mchana wa siku hiyo. Basi mchana tulikutana na nilimuuliza kuhusu kuwa na mahusiano kwa sasa. Nilivyokuwa namuuliza moyo wangu ulikuwa unadunda kwa kasi sana. Sikuwa tayari kusikia ananiambia kuwa tayari kashaolewa au ana mtu wake ambaye ana malengo naye, kwa sababu mimi ndio nilikuwa nataka kumuoa. Baada ya kuona nikiwa na huyu manzi nitakuwa na utulivu wa moyo sana kuliko kuwa na hawa wengine wanaojiona wao ndio wao. Rehema kanambia kuwa hana mahusiano na mtu yeyote yule. Nilijikuta na furahi sana baada ya kuniambia hivyo. Nikamwambia basi kama huna mahusiano naomba nikuoe. Kwanza Rehema akashtuka nilivyomwambia hivyo na kuniuliza kama ni kweli na maanisha nahitaji kumuoa. Nikamwambia kuwa ni kweli. Basi alifurahi sana na kuniambia kuwa kama nasema kweli basi atauona ukweli wangu, na kama nadanganya basi atauona pia uongo wangu. Mimi sikutaka kuchelewa. Baada ya mwezi mmoja tu nilikuwa nishalipa mahali nyumbani kwao Rehema na nilikuwa nasubiri siku tu ya ndoa ifike. Kipindi chote hicho sikuwa nawasiliana na Shamira, japo pale mwanzoni alikuwa ananipigia simu, lakini mimi sikuwa napokea simu zake. Baadaye akaacha kunipigia simu. Siku ya ndoa yangu ilifika na nilimuoa Rehema. Baada ya ndoa yangu siku kama 2 kupita, Shamira alifika nyumbani kwangu na kuanza kuleta fujo kweli kuwa kwa nini nimemwacha yeye na kwenda kuoa mwanamke mwingine wakati nilisema nahitaji kumuoa yeye. Mimi nilimwambia ni kweli nilikuwa na nia ya kumuoa, lakini tabia zake zimenishinda na ndio maana nimetafuta mwanamke mwingine wa kumuoa. Shamila alilia sana kwa majuto huku akisema kati ya wanaume ambao alishawahi kuwa nao kwenye mahusiano. Shamila alilia sana kwa majuto huku akisema kati ya wanaume ambao alishawahi kuwa nao kwenye mahusiano ni mimi pekee ndio alikuwa kanipenda sana na alitegemea mimi ndio nitakayemuoa na kuishi pamoja. Sikuwa na maneno mengi zaidi ya kumtaka aondoke nyumbani kwangu kwa sababu sikutaka kuwapa watu faida. Shamila aliondoka kwa majonzi sana. Siku iliyofuata nilisikia kuwa Shamila alikuwa yupo hospitali anaumwa sana baada ya kujaribu kujiua kwa kunywa sumu. Eti kisa mimi. Unajua nilishangaa sana. Ajiwe kisa mimi wakati kipindi nipo naye alishindwa kuiona thamani yangu. Sikuwa na cha kufanya kwa sababu mimi tayari nishakuwa mume wa mtu. Aliugua hospitali akapona na kurudishwa nyumbani kwake. Maisha yaliendelea na sikuweza kumuona tena. Mimi nipo na mke wangu kama kawaida, nikiwa na Rehema na kuwa kama mfalme, hata kama sina pesa mfukoni, lakini najiona kama nimejaa madolari. Huyu binti anavyojua kunihendo vizuri. Siku hadi siku nazidi kumpenda mke wangu.
sina habari tena na Shamira, atajua mwenyewe huko na maisha yake. Kama alikuwa ananipenda, kwa nini alikuwa anaishi na mimi kama anaishi na houseboy wake? Na huu ndio mwisho wa stori yangu. Bye.